kumbe ni ufa wa sakafu. Oye Gift, kuna nini? Na mbona upo katika hali hiyo? Kuna tatizo? Baba, kuna watu hupoteza vitu, lakini kuna watu wengine hupoteza furaha yao. Sijakuelewa. Unamaanisha nini mwanangu? Kuna nyumba huwa na kila kitu, lakini ikikosa upendo inakuwa tupu. Mwanangu. Baba, kuna watoto wanaolala kwenye magodoro mazuri, lakini ndoto zao huwa na machozi. Wakati mwingine mtoto achezi kwa sababu amechoka, bali kwa sababu moyo wake umechoka. Baba, kuna maswali ambayo majibu yake hayapatikani kwa maneno, yanapatikana kwa matendo. Nimechoka Baba Tunda. Kwa nini kila ninachokueleza unielewi? Umechoka nini? Umechoka nini? Na unatakiwa nijue kwamba mimi ndio baba wa familia hii. Wewe ndio baba. Si ndio? Kwa hiyo ukiwa baba, hata mipaka yako pia huijui. Mbona unapaza sauti sana Matunda? Unataka mtoto asiye kwamba tunagombana mimi na wewe? Haijalishi Baba Tunda. Mwanangu Tunda, siku hizi mambo yamekuwa magumu sana, ila nitajitahidi kuifanya familia iwe salama. Baba, kwa nini siku hizi huwa unalia uko peke yako? Mwanangu, wakati mwingine tunapitia wakati mgumu sana, lakini usijali, endelea kusoma, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo bado unaamua kuendelea kuigiza mbele ya mtoto, si ndio? Mama, naomba nikuulize kitu. Uliza. Kwa nini unamfanyia baba mambo yanayomuumiza? Baba anakupenda na anajitahidi kututunza familia, lakini namwona baba anavyoteseka. Sifurahi kumwona baba anavyoteseka kila siku. Tunda, haya mambo ni watu wazima, haya kuhusu. Nadhani umenielewa. Najua mama, lakini mimi ni sehemu ya hii familia. Ninapomwona baba anavyoumia, na mimi naumia. Mwanangu Tunda, usiingilie mambo ya watu wazima, kwani yana ukomo. Tafadhali endelea kusoma. Baba, mama, nataka tu muwe na furaha. Sitaki upendo wenu ugeuke kuwa maumivu. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha. Umeongea mambo ya msingi sana. Kweli familia inahitaji upendo, amani. Na mimi baba yenu nipo kwa ajili ya kudumisha upendo na amani. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Mani ufa wa sakafu, ni ufa wa sakafu.
Jake mwanangu, usilie. Maisha na changamoto, na moyo wa mtu hujulikana wakati wa shida. Baba, naumia kukuona uko hivi. Nimejaribu kila njia ya kukusaidia, lakini hali imekuwa ngumu sana. Mwanangu, usijione umeshindwa. Wewe ndio uko karibu na mimi, na wengine wakiwa wako mbali. Nilienda kwa kakaangu Moses kuomba msaada. Nilifikiri angenisaidia kwa sababu wewe ni mama yetu wote, lakini nilipofika nilikutana na wifi Sisela. Maneno alioniambia yamenivunja moyo. Amekwambia nini mwanangu? Umefika hapa kwa nini? Unataka tubebe matatizo yenu yote? Sisela, nimekuja kuomba msaada tu. Mama yangu anaumwa na anahitaji msaada wetu. Kila mtu ana matatizo yake. Huwezi kuja hapa kila wakati kutafuta msaada. Sisela, huyo ni mama yangu na ni mama wa Moses pia. Mimi nalijua hilo, lakini maisha hayatembei kwa huruma pekee. Kila mmoja abebe maisha yake. Sikutarajia kukusaidia kukuzalilika hivi. Nilikuja kwa sababu niliona familia ni kama sehemu ya faraja. Wakati mwingine familia ndio inayokufundisha kuwa inahitajika usimame wewe mwenyewe. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Aliniambia kwamba sina haki ya kuomba msaada kwao, na nilipaswa nijitafutie maisha yangu mwenyewe. Na alisema kwamba mimi ni mzigo kwao. Mwanangu, maneno ya mtu huwa yanaumiza, lakini usiruhusu ya kuvunja moyo. Hivi sababu ni wewe kumkatalia kuuza hii nyumba, au kuna kitu kingine ambacho kinachokufanya wewe asikujaji? Jake mwanangu, baba yenu alipata wakati mgumu sana kupata hizi mali. Haiwezekani kuuza kirahisi rahisi kwa sababu yake. Mimi nadhani ni yule mwanamke ndo anayeshindikiza haya yote, na sio kaka yangu. Nitapambana mpaka mwisho. Mani ufa wa sakafu, ni ufa wa sakafu. Vipi? Mbona kama una mawazo? Mage, jana mtoto wangu Tunda ameniambia mambo ambayo yameniumiza sana moyoni. Alikwambia nini mpaka umekuwa hivi? Aliniambia kuwa anaumia sana anapomwona babake akiteseka. Akasema familia haiwezi ishi bila heshima na uaminifu. Maneno yake yaliniumiza sana moyo.
kwa sababu niliona maumivu aliyokuwa nayo. Rafiki yangu, usikubali mtoto kufundisha namna kuishi. Wewe ni mama yake. Lakini Mage, Tunda bado ni mtoto mdogo, lakini ameweza kuona huzuni ya babake. Usijilaumu sana. Wakati mwingine watoto wanaongea kwa hisia kali, lakini jifikirie wewe kwanza. Fanya kilichokufurahisha. Sawa mama? Lakini moyo wangu hauna amani. Sitaki mtoto wangu akue akijua kuwa mimi ndo chanzo cha matatizo ya familia. Acha kufikiria sana. Najua watu wataongea, lakini wewe ndo unajua siri ya maisha. Sawa mama? Huenda mtoto wangu ameniona zaidi kuliko ninavyodhani. Usijali mamangu. Fanya nilivyokuambia. Usijali rafiki yangu. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti na kara, unawafanya wengi wajute katika. How do you feel, Daddy? My daughter, education is your road to your success. Make sure that you study hard. Okay, my daughter. Baba, mimi ni mdogo, lakini na kitu kimoja, mtu anayefanya mema hataki kukata tamaa. Wewe umekuwa ukitupenda na kutupigania. Mungu anaona moyo wako. Kama Biblia inavyosema, Zaburi sura ya 34 mstari wa 18, nao unasema, Bwana ni karibu nao waliovunjika moyo. Kwa hiyo Baba, hata kama watu waliokuumiza, Mungu bado yuko karibu nao. Asante binti yangu kwa kunipa maneno ya kunipa tumaini, lakini nahakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Na pia Baba, katika Biblia inasema Isaya 41 mstari wa 10, nao unasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Baba, usikate tamaa, tutapita kwenye kipindi hiki pamoja. Asante sana mwanangu kwa kunipa moyo, na maneno yako yamekuwa ni tumaini kubwa sana katika maisha yangu. Baba, ninataka siku zote nikuone unatabasamu. Usijali mwanangu, kila kitu kitakaa sawa. Ni sakafu, sakafu. Oye, 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 oye. Vipi? Mbona unaonekana mwenye huzuni kila unapokuja hapa? Nahisi kuna kitu kinakusumbua. Nimechoka Moses. Nimechoka kuishi maisha ambayo hayana furaha kabisa. Unamaanisha nini? Mume wangu amekuwa akinifanya nijisikie nisiyethaminiwa. Kila kitu lawama. Hakuna furaha tena ndani ya nyumba yangu. Lakini umewahi kujaribu kuzungumza naye? Nimejaribu mara nyingi, lakini hanisikii.
nimebaki kubeba maumivu yangu kimya kimya. Lakini kumbuka baby, maamuzi tunaochukua yanaweza kuathiri watu wengine. Yeah, I know that. But sometimes mtu anapoamua kutafuta faraja, usahau kabisa madhara yanaweza kutokea. Familia ni kitu kikubwa sana, na kila tunachokifanya kina matokeo yake mpenzi. Sijui kama nimechagua njia sahihi, lakini najua moyo wangu umechoka. Kama ni furaha wai wengine waumie, ni usaliti na kara, unawafanya wengi wajute katika tawa sakafu, migoro ndani ya nyumba, malumbano kila kukicha. Jack rafiki yangu, nimeona jinsi unavyompenda mama yako, lakini anahitaji msaada mkubwa sana. Najua hilo rafiki yangu. Kitu kinachoniumiza zaidi ni kuona mama yangu akipitia maumivu haya, wakati mimi nilipaswa kuwa pembeni yake muda wote. Usijilaumu sana. Cha muhimu ni kusimama naye na kufanya kile unachoweza. Nilipokwenda kwa kaka yangu Moses, nilitumaini ningepata msaada, lakini maneno ya sisemi yamenivunja moyo. Pole rafiki yangu. Wakati mwingine maneno ya watu yanaweza kutuvunja moyo, lakini usikate tamaa. Mama yangu ndiye mtu pekee niliokuwa naye katika nyakati zote. Sitamani siku moja nije kujuta kwa kutokumjali. Huo ndio moyo wa mtoto anemthamini mzazi wake. Endelea na kuwa na nguvu. Nitapambana kwa ajili yake. Hata kama dunia itanigeukia, sitamwacha mama yangu peke yake. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu. Samahani sana kwa kupigia simu siku hii. Kuna jambo inapaswa ujue kuhusu familia yako. Wewe ni nani unanipigia simu sasa hivi na unaniambia kuna jambo unataka kuniambia sijui linalohusu familia yangu? Hebu niambie hilo jambo. Kuna kitu kimejificha mbele ya macho yako kwa muda mrefu, na ukiujua ukweli, maisha yako hayatakuwa kama zamani. Sasa naomba uniambie huo ukweli. Naomba uniambie huo ukweli sasa. Penzi gumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka. Baba, kuna nini? Hamna mwanangu, kinachoendelea chochote. Pia huu ni usiku sana, ni muda wa kulala. Tafadhali nenda ukalale. Baba, kumbuka, maji yakitulia sana, ujue jiwe limezama chini. Kamilimba, naomba nikuulize kitu. Uliza tu Tunda, lakini usinifanyie mtihani wa shule barabarani. Mtu anayebeba mzigo wa mtu mwingine kila siku, lakini wake hauonekani, kuwa amebeba nini? Hilo swali kubwa kwa mtoto. Labda ni moyo wake. Na mtu anayepanda mtu wa familia, lakini akakata matawi yake mwenyewe, siku moja atapata kivuli wapi? Tunda, mbona masuala ya watu wazima? Unafikiri nini? Kamilimba,
Kuna kitu nataka kujua. Unapombeba mamangu unampeleka wapi? Unamaanisha nini? Kwa sababu baba yangu uniambia ukweli ni kama mwanga. Hata ukikuficha ndani ya chumba, siku moja utaonekana dirishani. Tunda, umeongea maneno mazito sana. Ni kweli watu wazima sometimes wanaficha mambo ambayo watoto wanaweza kuyaona. Mimi sipendi kumuona mtu anaumia. Nataka watu wazima wakumbuke pia mioyo ya watoto pia inaumia. Okay. Panda basi nikupeleke. Ni ufani wa familia. Kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah. Kaka Moses, nimekuja kuzungumza na wewe kuhusu mama yetu. Hali yake ni mbaya sana. Anaumwa na anahitaji msaada wetu. Jacqueline, unajua kila mtu ana matatizo yake. Siwezi kila siku kubeba mambo ya watu wengine. Moses, yule sio mtu mwingine. Ni mama yako. Ni mwanamke aliyotulea na kutupigania tangu tukiwa wadogo. Nilishasema sina uwezo wa kufanya kila kitu. Moses, sikukuomba ufanye kila kitu. Nilikuomba kwa ukumbuke kwamba una mama na anakuhitaji. Jacqueline, usinifundishe maisha. Sikufundishi maisha. Na kukumbusha wajibu. Ipo siku pesa, nyumba na starehe vitaondoka. Majuto yatabaki yakiishi moyoni mwako. Kumbuka hili Moses. Mzazi akilia kwa sababu ya mtoto wake, sio machozi tu yanayodondoka. Ni baraka ndo zinazoondoka. Siku moja usije ukatafuta muda wa kuja kumuona mama, ukakuta muda umeshakuisha. Kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah. Oh yeah. Mani ufaa wa sakafu. Ni ufaa wa sakafu. Unasukuma geti? Ndio, nimelisukuma. Nataka nikuulize swali. Kwa nini unamtuma mtoto kunifuatilia? Na kwa nini unamtuma Tunda kuzungumza na watu vibaya? Hivi una akili kweli timamu? Mimi nitoke hapa nimwambie Tunda aongee na watu vibaya au nimfundisha mtoto kuongea na watu vibaya? Tafadhali sana mama Tunda. Kama umekuja na fujo zako, nenda zako huko ndani. Kwa hiyo ninamsingizia. Si ndio manake? Basi, niambie kitu. Mtoto wa miaka 8 amepata wapi maneno mazito kama hayo ambayo ananiambia? Na kwa nini ananiuliza mambo yasiyomhusu? Mimi sijui. Unafikiri mtoto anapoona tunagombana kila siku, unafikiri mtoto anajisi nini? Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Shikamoo mama. Marahaba. Tizama. Mtoto anapoingia naona mambo kama haya. Unafikiri ana against kitu gani kwenye chati? Mama Tunda, tafadhali sana. Acha ugomvi wako kila siku wewe. Kwa maana hiyo, unataka kuniambia kwamba mimi ndo chanzo cha kila kitu huko ndani, si ndo maana yake? Mimi sijui.
malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukua kitikio. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu. Ni ufa wa sakafu. Kamilimba, mbona leo umekaa kimya sana? Hii si tabia yako. Ni mambo ya maisha dada. Kuna siri nyingi nimeziona katika kazi yangu ya bodaboda. Nimeona usaliti, wanaume, wanawake wakiumiza mioyo ya wenzao. Na hayo yamekufanya nini? Yamenifanya niogope kuamini watu. Nimeona jinsi usaliti unavyoweza kuvunja familia na kuacha majeraha yasiyoonekana. Lakini usiruhusu makosa wengine ya kuondolea amani yako. Najua dada, lakini kuna wakati moyo unashindwa kuvumilia kuona mabaya yakirudiwa kila siku. Kamilimba, kumbuka, mtu anayebeba mawe ya wengine mgongoni mwake siku moja uchoka kutembea. Mtoto kama Tunda inapofikia wakati anaona mabaya ya familia, kunakuwa na kitu kikubwa ambacho hakiko sawa. Tunda amekwambia nini? Dada samahani, bila shaka wewe ndo Jacqueline? Ndiyo, kuna tatizo? Hapana, hakuna tatizo. Nilitamani siku moja nipate nafasi ya kuambia jambo moja. Jacqueline, wanaume wengi huvutiwa na uzuri wa sura, lakini mimi nipo tofauti kidogo. Usinipe matumaini. Maisha yangu yamebebwa na maumivu mengi kuliko furaha. Sitaki na wewe uje ubebe mzigo wangu. Jacqueline, mwanamke anayempambania mama yake hakika ni mwanamke ambaye anajua nini maana ya upendo. Moyo wangu hakuja kutafuta maisha mepesi, bali moyo wangu umekuja kukutafuta wewe. Je, kama siku moja ukachoshwa na maisha yangu? Anayependa kivuli cha mti ni lazima tu ataukubali, hata wakati wa mvua. Nipo tayari kukujua kwanza. Hayo mengine tutayashinda pamoja. Sawa, lakini usiupeleke mbio moyo wangu. Umechoshwa kupoteza watu ninaowapenda. Moyo wa kweli haukimbii, bali husubiri. Na kwa majina naitwa Tony. Nashukuru kukufahamu Tony. Na mimi pia. Penzi gumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka,
wanashtuka na kumekucha. Sesera ni rafiki yangu mmoja wa kike, amenisimulia na matatizo na mume wake. Ana amani kabisa na mume wake, yaani hawana raha. Hawa wanawake wa siku hizi wakikosa tu maua nyumbani wanatafuta bustani nje. Lakini anasema huyo mwanaume mwingine anampa raha zaidi. Mwambie rafiki yako kitu kimoja, asivunje nyumba yake kwa mtu anayempa kimvuli kwa muda tu. Kama anasema huyo mwanaume anampa raha zaidi, Mage my friend, furaha pembeni ni tamu tu kwa muda, lakini haibebi gharama zake. Watu wengi wanapenda kivuli cha mti na bila kujua mizizi yake imezama wapi. Mimi nasema hivi, kama mtu amechoka kwenye ndoa, akae chini azungumze. Lakini maneno yako yana maana sana, nitamfikishia. Mapenzi mengine ni kama moto tu wa karatasi, yanawaka kwa haraka lakini hayana joto la kudumu, ila kama anajimwaya mwaya uko nje. Kama vipi ajimwaya mwaya? Vipi baba Tunda? Salama Kamilima. Habari yako? Salama. Baba Tunda, kuna mambo ambayo natamani kukuambia, lakini maneno yake yana uzito. Sema Kamilimba, kama kuna jambo la umuhimu nisikie. Kuna wakati mtu anakaa kwenye nyumba yake mwenyewe akahisi kila kitu kiko sawa, lakini kumbe chini ya sakafu kuna ufa ambao unakuwa taratibu. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba macho yanaweza kuona tabasamu, lakini moyo ukaficha machozi. Ni kitu gani ambacho unakijua Kamilimba kuhusu mimi? Kuna mambo unaweza ukazungumza ukawaumiza watu, na pia ukanyamaza yakaendelea kuwaumiza. Kwa nini basi unielezi? Wakati mwingine ukweli ni kama kioo, ukikivunja vibaya kinaweza kikaumiza wengine. Hapana, sijaelewa unamaanisha nini. Hebu niweke wazi Kamilimba. Baba Tunda, mimi nimekuwa mtu wa barabarani. Pia nimejifunza kuwa mtu unapoanza kuhama njia yake, basi samaki wa mwanzo huwa wa kwanza kushangaa. Usiniache na maswali Kamilimba, naomba uniambie. Samahani Baba Tunda, majibu mengine lazima mtu atafute mwenyewe, kwa maana ukweli ukifika wakati wake huwa hauhitaji kutangazwa. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti na kara, unawafanya wengi wajute katika. Mama, kuna jambo limekuwa likiniumiza moyoni. Niambie mwanangu. Nyumba yetu bado ipo, lakini furaha yake inaanza kupotea. Sijui kwa nini watu wazima wanaweka kuta nzuri nje, lakini ndani wanaacha mioyo ivunjike. Tunda, wewe ni mdogo, haya mambo ni magumu kuyaelewa. Labda mimi ni mtoto, lakini mtoto hawezi kufumba macho akimwona babake anaumia. Nyamaza. Unazungumzia nini wewe? Kwa mara nyingine usirudie kuzungumza na mimi kwa namna hiyo. Jaribu kudhibiti ulimi wako, la sivyo utajikuta unajibu maswali yaliyoachwa wazi. Mama,
Baba hakuhitaji mtu mkamilifu, alihitaji mtu wa kusimama naye wakati wa magumu. Tunda! Kinachoniumiza zaidi si kuona watu wakikosea, ni kuona watu wanaokosea wakisahau kuwa kuna mioyo mingine inaumia. Ninaomba tu jambo moja, usije ukampoteza mtu ndipo ujue thamani yake. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukua kitikio. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu, ni ufa wa sakafu.
Mama, unasikiaje? Nafuu mwanangu. Nyoka. Karibu Tony. Asante, nimeshakaribia. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Mama, kuna mtu nataka nikutambulishe leo. Yule ni Tony mama. Karibu sana mwanangu. Mama, nimefurahi sana kupata nafasi ya kukuona. Mama, Tony amekuwa na mimi katika nyakati hizi ngumu, akinipa moyo. Mwanangu, mtu anapopitia shida ndipo anapojua watu sahihi kwa ajili yake. Ni kweli mama, ila mimi sijaja kumwahidi maisha yasiokuwa na changamoto, ila nimekuja kuwa mtu wa kusimama naye wakati wa changamoto. Jackie ni mtoto wangu, amepitia mengi, anatakiwa apate mtu wa kumheshimu na kumlinda moyo wake. Nimekuelewa mama, sitaki kuwa sababu ya kuongeza machozi yake, ila nataka kuwa sababu ya kuona tabasamu lake tena. Mungu akipanga jambo jema huleta watu sahihi na kwa wakati sahihi. Mama, niliogopa kumpa mtu nafasi kutokana na majukumu niliyokuwa nayo. Usiogope Jackie, moyo unaopenda kweli haukimbii unapokutana na changamoto. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Sakafu ni ufa wa sakafu. Ujumbe umefunguliwa. Za asubuhi mume wangu. Salama mke wangu. Asubuhi njema mume wangu. Asubuhi ni njema mke wangu. Natumaini umeamka vyema. Ndio, nimeamka salama. Mume wangu, nenda kaoge, chai ipo tayari. Siku njema inaanza na moyo wenye utulivu.
Tunda, kwa nini unalia? Nalia kwa sababu moyo wangu umechoka. Naona watu nawapenda wakiumizana, lakini mimi sina uwezo wa kubadilisha chochote. Lakini wewe ni mtoto na haya mambo ni mazito sana kwako. Mtoto anaweza asiwe na nguvu, lakini anaweza kuwa na maumivu ambayo watu wazima wanaficha. Kinachoniumiza zaidi si ugomvi, ni kuona upendo ukipotea mbele ya macho yangu. Tunda, maneno yako yana uzito kuliko umri wako. Sitamani siku moja watu ninaoita familia wawe wageni kwangu. Tunda, unanifanya nitafakari sana. Okay, pale nakupeleka nyumbani. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukua kitikio, ni ufani wa familia. Mbona unaonekana kama una jambo zito moyoni? Nini tatizo? Mage, jana usiku kuna kitu kimenitokea. Mpaka leo sijapata amani kabisa. Kulikuwa na nini? Niliona ujumbe wa mapenzi kwenye simu ya mume wangu kutoka kwa mwanamke mwingine. Unahakikisha ni kweli? Ndio. Kinachoniumiza sio ujumbe tu, ni kuona mtu niliompa moyo wangu ananificha maisha yake mengine. Lakini usikate tamaa kabla hujajua ukweli wote. Pole sana. Kinachoniumiza zaidi ni kwamba nilikuwa namuamini sana, na nikiamini nyumba yangu ina amani, kumbe kulikuwa na siri ndani yake. Wakati mwingine mtu hujenga kuta udongo, lakini ukweli huo una mlango wa kuingia. Usiache maumivu yakakupotezea hekima. Mage, nataka tu kujua ukweli, hata kama utaniumiza. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti na kara unawafanya wengi wajute katika. Kula na Tunda. Jaki mwanangu, usikubali maneno matamu yakakufanya usahau matendo ya mtu. Kwa nini mama? Wahenga walisema mdomo unaweza kupakwa asali, lakini ujui katika moyo wa mtu kilichopo ndani yake. Mtu anaweza kukuahidi dunia yote, lakini akakosa kukupa heshima mwanangu. Kwa hiyo nisiamini maneno mazuri? Amini,
lakini usifumbe macho. Mapenzi ya kweli haishi katika maneno tu, huonekana katika uvumilivu, heshima na wakati wa shida. Lakini mama, kuna watu wanaonekana wazuri sana mwanzo. Ndiyo mwanangu, wazee walisema mti wenye matunda mengi hujulikana wakati wa mavuno, sio wakati wa maua mwanangu. Mtu hujulikana wakati wa changamoto, sio kila kitu ni rahisi. Sawa mama, nitakuwa makini. Linda moyo wako, usichague mtu kwa sababu anakufanya ucheke leo. Chagua mtu atakayekushika mkono hata wakati utapotoka na machozi. Sawa, nimekuelewa. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Sakafu ni ufa wa sakafu. Mwanangu Tunda, mbona machozi yanaongea kuliko maneno? Baba, kwa nini watu wanaopendana wanaumizana kiasi hiki? Mwanangu, watu wazima hupitia nyakati ngumu sana na mioyo yao huwa inachoka kubeba matatizo. Hivyo mwanangu, hata usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini mimi naumia kuwaona nyinyi hamko sawa. Mwanangu, tutakuwa tu sawa. Lakini kwa sasa hivi ningependa tu kukwambia jukumu lako kubwa liwe ni kusoma. Unahitaji kutimiza ndoto zako na malengo yako. Usipende kuingilia mambo ya watu wazima, kwani yana ukomo wake. Mwanangu, nakupenda sana Tunda. Nilitamani tu nyumba yetu iwe na furaha kama zamani. Mwanangu Tunda, nyumba haijengwi tu kwa matofali, bali hujengwa kwa upendo na amani. Hivyo tutakuwa sawa. Na kama upendo ukiumia? Mwanangu, moyo ambao unaumizwa hupona, lakini moyo ambao unashindwa kusamehe na kuweka dukuduku hushindwa kupona milele. Kwa hiyo mimi nafikiri moyo huu unaweza kupona na kuwa safi kabisa na kurudi katika hali yake ya usawa. Baba, naomba usikate tamaa na familia yetu. Usijali mwanangu, siwezi kukata tamaa kwa sababu naipenda sana familia yangu. Jukumu langu kama baba ni kuhakikisha unatimiza ndoto zako na malengo, pia familia yako katika hali ya usawa na amani. Usijali mwanangu. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi. Karibu Jacqueline. Asante daktari. Naomba uniambie hali ya mama yangu ikoje? Tumeweza kupitia vipimo na tumempima mama yako vizuri, lakini tumeweza kugundua kwamba anasumbuliwa na ugonjwa wa figo na imefikia stage ya mwisho, stage ya 3. Hivyo anahitajika kufanyiwa operation ili asiambukize figo nyingine. Kitaalamu inaitwa kidney transplantation. Mungu, ina maana hakuna njia nyingine ya kumsaidia?
Njia ni hiyo, kufanyia operation, na ningependa kuomba tu ifanyike kwa haraka, na ili isiweze kuambukiza figo nyingine. Tafadhali Jacqueline. Daktari, gharama zake zikoje? Gharama zake kidogo ziko juu, lakini tunaweza kufanya dialysis ili ipatikane pesa, lakini inahitajika pesa zaidi ili kuhakikisha operesheni hii inakamilika, tena inafanyika kwa haraka sana. Sijui nitapata wapi pesa hizo, ila nitafanya kila njia ili niweze kuokoa uhai wa mama wangu. Huo ndio uamuzi sahihi. Jaribu kutafuta msaada kwa ndugu, marafiki, ili waweze kukusaidia, na kama nilivyokuambia, njia ambayo tunaweza kuitumia na sisi upande wetu wataalamu ni njia ya dialysis. Tafadhali naomba mlifanye kwa haraka ili tuweze kufanya upasuaji. Asante daktari. Na sasa tuko pamoja, niwe wangu niwe wako, kwa shida na raha zote, moyo wangu uko kwako, na raha zako siwezi moze kuzikosa, na raha zako siwezi mimi kuzikosa. Sesela, mke wangu, Naam. Nikikutazama nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kukupata wewe kwangu ni kama zawadi. Moze, na wewe ni sababu ya tabasamu langu kila niamkapo asubuhi. Ninaahidi nitakulinda kwa nguvu zangu zote. Sitaki machozi yadondoke kwenye mashavu yako kwa sababu yangu. Mapenzi ya kweli hayapimi kwa maneno pekee, bali hupimwa kwenye kipindi chote cha dhoruba tunachokipitia. Sesela, mke wangu, naomba tusiache kushikana mikono hata dunia ikigeuka. Kipenzi, na kuahidi hata nyota ikizama angani, moyo wangu utajua njia ya kurudi kwako. Yaani najisikia kama nimepata ulimwengu mzima ndani ya moyo wako kipenzi. Na mimi nimejifunza, nyumba sio kuta, nyumba ni moyo wa amani unapopata sehemu pake sahihi. Na mimi nimepata sehemu yangu husika. Nikiahidi kukupenda leo, kesho nitapenda zaidi baby. Na mimi nitakuwa sababu ya moyo wako na ukatamani kurudi nyumbani kila siku. Mama, kuna jambo nataka nikwambie. Tunda, mpaka saa hizi hujalala binti yangu? Muda umeenda sasa. Haya, niambie,
Ni jambo lipi hilo? Mama, kama nyinyi na baba hamtomaliza ugomvi wenu, naomba mniondoe shule ya hapa. Kwa nini unasema hivyo? Nipelekeni kwa bibi, nataka nikasome huko. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu siwezi kuishi nyumba ambaye kila siku imejaa ukimya, huzuni, machozi. Nimechoka mama. Hapana mwanangu, haya yatapita tu. Yamekuwa yakipita lini? Kila siku baba narudi na mawazo, wewe unalia kimya kimya, na mimi nashindwa hata kusoma. Tunda binti yangu, usikate tamaa. Sisi ni familia. Familia? Familia si watu wanaoishi nyumba moja tu. Familia ni watu wale wanaopendana na wanaongea. Hapa kwetu hakuna amani tena. Nisamehe mwanangu. Hatukutegemea kama ya mambo yatafika hapo. Mama, siwakimbii. Nataka tu nipumue. Nikikaa kwa bibi nitakuwa na amani ya kusoma. Na mimi utaniachana nani binti yangu? Nione huruma. Wewe utabaki mama yangu milele. Lakini nikibaki hapa, naogopa nitapoteza ndoto zangu. Nitafanya kila niliweza yangu ili kurudisha ile amani ya mwanzo. Nitakupa muda mama, lakini kama hakuna kitu kinachokubadilika, naomba uniruhusu kwenda kwa bibi. Huo ni uamuzi wangu. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukwa. Kitikio ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Mani ufa wa sakafu, ni ufa wa sakafu. Habari yako Cholo? Nzuri, lakini najihisi dhaifu sana. Pole sana. Ngoja nikupime mapigo ya moyo na joto lako la mwili. Sawa nesi.
Joto lako la mwili linaonyesha uko sawa, presha yako nayo inaonekana iko sawa. Vizuri, sasa niambie hali yako inaendeleaje tangia ulivyoanza kutumia dawa? Endelea vizuri, lakini najikuta mchovu pia, nakosa hamu ya kula. Hilo ni jambo la kawaida katika hatua za mwanzo za matibabu. Muhimu kutumia dawa, kuendelea kutumia dawa kama ulivyoelekezwa na kula chakula chenye lishe. Nitafuata maelekezo yako. Natamani nipone haraka nirudi nyumbani. Usiwe na wasiwasi, maendeleo yako yanaonekana, lakini bado tutakufuatilia kwa karibu. Ukihisi maumivu makali au mabadiliko yoyote, mjulishe muuguzi mara moja. Asante sana nesi, maneno yako yananipa matumaini. Endelea kupumzika, tutakuja kuangalia tena baadaye. Mama, usikate tamaa, bado nakuhitaji. Jacqueline, tulia. Madaktari waendelea kumhudumia. Tuendelee kuwa na imani. Suzy, tangu jana nampigia kakaangu Moses hapokei simu. Namtumia message ajibu. Labda atakuwa kazini. Suzy, nakuomba nisaidie kubaki na mama. Naenda kumtafuta kaka Moses. Lazima ajue hali ya mama ni mbaya sana na yupo hospitalini. Usijali rafiki yangu, nitamwangalia. Huyu ni kama mama yangu. Asante Suzy, Mungu akubariki. Mama, naenda kumtafuta kaka Moses. Nitamleta. Utakuwa sawa mamangu. Kumbe ni ufa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah. Mani ufa wa sakafu. Ni ufa. Kambilimba, tafadhali nimekuita hapa, kuna jambo nataka kukuuliza. Nahisi unajua vitu vingi sana kuhusu familia yangu. Kwa sababu kinachoendelea kwenye familia yangu ni vitu vya kustaajabisha sana. Mtoto wangu anakosa usingizi. Analala huko akilia kwa mawazo. Mke wangu ndo kabisa hakuna amani ndani ya familia. Nahisi wewe kuna kitu unakijua kwenye familia yangu. Hebu naomba uniambie. Si kila ukweli unaosemwa unaweza kuponya. Ukweli mwingine huacha makovu yasiyofutika. Afadhali nijue kuliko kuendelea kuishi gizani. Hebu niambie. Giza linaweza kuogopesha, lakini hilo giza linaweza kukulinda usione radi kabla hajakupiga. Unamaanisha nini Kambilimba? Tafadhali hebu naomba uniambie. Ukiona ndege anaruka katika mti mmoja, usihukumu. Vipi kuhusu mke wangu? Usinifanye niseme nisichopaswa kusema. Lakini nakushauri, fumbua macho kabla hujafungua mdomo. Ninaogopa sababu siku nitakapojua ukweli. Usiogope ukweli mkubwa, ogopa kuchelewesha. Penzi gumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka, wanashtuka na kumekucha. Tunda, vipi? Mbona upo peke yako? Kingine tangu asubuhi hujaongea na mtu yoyote? Hapana Gift, niache tu. Najua mara nyingi ukisema hakuna, kuna jambo kubwa litakuwa limetokea. Niambie, labda moyo wako utakuwa umepunguza mzigo. Nimefeli mtihani Gift, nimechoka kabisa. Tunda, kufeli mtihani sio mwisho wa ndoto zako, lakini usikubali matatizo ya kufanya ushindwe kuendelea na masomo.
yote ni kwa sababu ya wazazi wangu. Kila siku anagombana. Nikifika nyumbani hakuna wala amani. Hata nikitaka kusoma mawazo yao yananitesa. Hali hiyo inaniharibu kwa akili. Pole sana rafiki yangu, lakini naona kama siwezi tena. Unaweza. Kuanguka sio kushindwa. Kushindwa ni kukataa kuinuka. Mimi naamini utafanya vizuri. Endelea kupambana, usikate tamaa. Asante Gift. Maneno yako yamenipa nguvu. Nitaanza upya. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti na kara unawafanya wengi wajute katika Tunda, mbona unakuja kwa hasira? Umeambiwa nini uko shuleni? Iangalie vizuri matokeo ya mwanao. Nafasi ya 28? Mtoto ambaye alikuwa anashika nafasi ya kwanza na pili anashika nafasi ya 28? Ndio. Mtoto aliyekuwa anashika namba 1 namba 2 leo amekuwa nafasi ya 28. Unaona unaifikisha familia yako wapi? Mama Tunda, naumia kama unavyoumia. Tunda mimi ni damu yangu. Siwezi kufurahia akiwa anaharibika. Basi tafuta sababu. Mtoto wetu anapotea mbele ya macho yetu. Sababu naiona. Kila siku tunaishi katika ugomvi. Mtoto anaishi katika hofu, hata kuwaji na utulivu wa kusoma. Kwa hiyo unanilaumu mimi, si ndio? Sikulaumu peke yako, bali tunamuumiza Tunda sisi bila kujua. Kila siku ugomvi wetu mimi na wewe hauishi. Tunamuathiri mtoto kisaikolojia. Tafadhali Mama Tunda, usijifiche kwenye maneno mazuri. Wewe ndo chanzo cha matatizo yote haya. Mama Tunda, tafadhali tusimweke mtoto katika vita vyetu. Huyu mtoto anahitaji amani kuliko lawama. Kama umechoka na mimi, nipe talaka yangu. Unasemaje? Nipe talaka. Nitamchukua mwanangu. Tutaondoka. Labda tukiwa mbali atapata amani na maisha yake yatarudi kama zamani. Nisikilize Matunda, ili jambo naomba tulizungumze na sio kulikurupuka kiasi hicho. Tafadhali. Hakuna cha kuzungumza tena. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi mimi, nachukua kitikio. Ni ufani wa familia. Wewe tena. Wow. Ni nzuri sana. Najua kuipatia. Asante sana. Nakoseaje mtoto wa kichanga? Karibu. Shikamoo kaka Moses. Marahaba. Wifi, shikamoo. Marahaba.
Kaka Moses, naomba unisaidie. Kuna nini tena Jackie? Mama amezidiwa, yupo hospitalini, hali yake ni mbaya sana. Madaktari wanahitaji kuanza matibabu haraka sana. Nimekupigia simu muda mrefu lakini upokee. Nimeamua nije mwenyewe. Jacqueline, bado unakumbuka siku ile ulivyoniambia kwamba maisha yanaweza kubadilika? Uliniambia maneno ya mama kwamba mzazi akilia si machozi tu yanayodondoka, bali hata baraka zake zinaondoka. Hebu niambie, hizo baraka zilizosalia sasa ziko wapi? Maana mimi nimebaki na nini? Jackie, mimi sina hata 100 mbovu. Maisha yamenifanya nikapambana na yangu. Sasa basi, kila mtu apambane na maisha yake. Kaka, sijaomba pesa yako yote. Sijaomba ubebe mzigo wangu. Naomba tu uje umone mama. Anaweza akaamka akikuona. Jackie, wakati mwingine maisha yanatufundisha kuwa kila mtu ana mipaka yake. Sesera, usimlazimishe mtu atoe kitu ambacho yeye hana. Hata wewe nilizani ungenielewa. Naelewa, lakini ukweli ni kwamba kila mtu ana vita yake. Ukweli mwingine hauna huruma. Kaka, leo sihitaji pesa yako. Nahitaji tu kujua kwamba mimi bado nina kaka. Na kwamba sisi bado ni familia. Nimekuelewa. Ni ufani wa familia. Kumbe ni ufani. Lakini kumbuka, siku ukahitaji mtu wa kukushika mkono, ukakutana na ukimya ule ule uliompa leo mama. Mani ufa wa sakafu. Ni ufa. Mume wangu, hata usijilaumu. Kila mtu ana njia yake. Ufa wa sakafu. Endeleaje? Nataka nipime pressure au oxygen pamoja na joto lako la mwili.
Usijali, presha yake ipo vizuri pamoja na oksijeni. Asante dokta. Sawa, lakini umpe muda kidogo aweze kupumzika. Nimekuita hapa, kuna mambo yananiumiza sana akili. Nimejaribu kuipigania familia yangu, lakini nahisi kama nagonga mwamba. Unajua hata mti unaonekana imara leo uliwahi kupigwa na upepo jana. Hivyo upaswa kukata tamaa kwa sababu tu matawi yako yamechoka. Lakini naumia kumuona mtu ambaye nimempenda kubadilika. Ninachopaswa kukukumbusha ni kwamba hata nyumba haiwezi kuanguka kwa upepo siku moja, bali huanguka pindi pale nguzo zake zinapokuwa zimeoza. Nifanye nini basi? Nipiganie au niache? Kuku anayekimbia kivuli chake mara zote huchoka bure. Kwanza jua unachokitafuta, na hupaswi kukipigana kwa hasira, bali unapaswa kupigana kwa hekima na busara. Lakini moyo wangu umejeruhiwa. Ndugu yangu, jeraha la moyo kama waliponi kwa kulipiza kisasi. Mara zote jeraha la moyo linaanza kupona pale kipindi ambacho mtu ameamua kuchagua amani na kuachana na chuki. Mara zote maji ya mto kamwe hayawezi kuacha kwenda baharini ni kwa sababu tu eti yamekutana na mawe. Hapana. Kikubwa endelea kusonga mbele, lakini usisahau kujiheshimu na kujua nini unachokifanya. Hakika maneno yako yamenipa nguvu sana. Ila kumbuka neno moja, mtu mwenye moyo safi anaweza kulala chini ya paa bovu, lakini mtu mwenye moyo mchafu hawezi kulala hata kwenye nyumba ya dhahabu. Nitajaribu kufanya maamuzi kwa hekima na sio kwa maumivu. Safi. Huo ndio mwanzo wa ushindi. Asante sana. Hakika maneno yako yameinua tumaini jipya katika maisha yangu. Nami nikutakie kila laheri katika mapambano yako. Asante. Kitikio ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu, ni ufa wa sakafu. Suze, mama, umezinduka? Jacqueline yuko wapi mwanangu? Ameenda kumtafuta kakake Moses. Amesema labda akifika atamsikiliza na atakuja kukusaidia. Hapana, mpigie simu arudi sasa hivi. Kuna nini mama? Najua roho ya Moses siku hizi alipoenda anaenda kupata maumivu tu. Sitaki mwanangu azidi kuzalilika. Usifikirie mabaya mama, labda mambo yatakuwa tofauti. Wakati mwingine moyo wa mama huona mbali kuliko macho. Suzi, mpigie simu Jacqueline arudi. Sawa mama, nitampigia. Suzi mwanangu, nakuomba usimwache Jackie peke yake. Amechoka kubeba dunia mabegani. Usijali, nitakuwa naye
na nitakuwa na wewe pia mama. Madaktari wamesema unahitaji utulivu. Haya mengine tutashughulikia sisi. Tuondoke nikupeleke nyumbani. Hapana, sitapanda. Kwa nini Tunda? Mbona kila siku unakuaisha? Leo sitaki. Tunda, kuna nini na nimekukosea nini? Unajua kila kitu lakini hutaki kuniambia. Unamaanisha nini? Usijifanya hujui wewe. Unashirikiana na mamangu kumficha babangu kweli. Babangu anaumia kila siku lakini nyie mnaona kawaida. Tunda, mambo ya wakubwa si rahisi kama unavyofikiria. Usiseme hivyo. Kama kweli ungemjali babangu, ungemwambia ukweli. Nilikuwa nakuheshimu kama kakaangu, lakini leo nakuchukia. Usiseme hivyo mdogo wangu. Siku moja utajua kuelewa kwa nini nimekaa kimya. Sihitaji kuelewa. Ninachohitaji kumwona babangu akitabasamu. Nitakwenda mwenyewe, sitaki kupanda pikipiki yako tena. Tunda, twende. Panda, twende tu. Tunda, nisubirie basi rafiki yangu. Sesela huyo ananipigia. Kwa nini umekata simu? Usiku wa leo acha niwe kidogo mchoyo, maana najua ukipokea hiyo simu kila kitu kitaharibika. Hapana, atakuwa na wasiwasi. Unajua Moses, wasiwasi mwingine hauondolewi kwa maneno. Unapata shika hivi penzi picha naumia sana. Umekutwa na nini? Maisha kwa vita, kutwa mikasa, tahadhari mama. Shinde shetani. Sigeuka jangili dhahiri. Kisa penzi ndo nilize. Mwenzako silali, sina hali. Anapiga tena. Kama kweli kila unapoitwa lazima uitike, basi kuna watu hawatapata nafasi ya kusikilizwa. Sijiwezi wako bize. Nimemisi kusikia neno I love you. Masota wenzangu wala mbivu. Jekufa kisalo no. Kachoma penzi limebaki jivu. Na homa mwili mzima maumivu. Mekoma toi adhabu.
bado sijaona. Namsubiri. Oh, wife. Mambo? Poa. Kupoa? Niko poa. Karibu mume wangu. Asante. Pole mume wangu na kazi. Asante mke wangu. Usijali. Kuja nikuletee maji. Karibu mume wangu. Samahani mke wangu, jana sijafanikiwa kurudi nyumbani. Nilipata majukumu mazito kazini na simu yangu nayo ilikuwa imeisha chaji. Usijali mume wangu, kazi nazo zina changamoto zake. Kikubwa mume wangu, umerudi salama. Asante kwa kunielewa mke wangu. Kipenzi, hii kaunda suti yaani inakutoaga. Yaani fundi aliyekushonea ameipati. Kuna nini mke wangu? Na kitu. Naangalia tu jinsi gani fundi alivyoipatia kaunda suti. Yaani imekupendeza sana mume wangu. Kipenzi, nenda ukaoge, alafu mimi uniache na kuandalia kifungua kinywa. Haya kipenzi, nenda ukaoge, alafu mimi kipenzi chako na kuandalia chai. Naomba nikuulize swali. Niulize tu rafiki. Wewe unaishi na wazazi wako wote? Hapana, mimi naishi na baba yangu tu. Kwa nini? Mama yako yuko wapi? Mama na baba walitengana miaka kadhaa iliyopita. Kila mmoja anaishi kivyake. Pole sana rafiki. Je, udaye kutamani siku moja ishi pamoja? Nimetamani sana. Kila siku naomba wangepatana tena, lakini sijui nifanye nini. Maana mimi ni mtoto tu. Lazima uwe unaumia sana. Wakati mwingine nikiwaona wenzangu wanachukuliwa na baba zao au na mama zao, naumia moyoni. Natamani na mimi ningekuwa hivyo. Nimekuelewa rafiki. Mungu akutie nguvu. Asante. Ninachotamani wazazi wangu waelewane, hata kama hawatarudiana, angalau wasigombane kwa sababu yetu sisi watoto. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka wazi wazi. Kaka, hali ya mama inazidi kuwa mbaya. Nimejaribu kila njia, lakini mpaka sasa sijapata msaada wa kutosha. Hospitali wamesemaje kwani? Wamesema lazima tupate pesa za matibabu, ndipo aendelee na matibabu yake. Na kila nikimwangalia mama anavyoteseka, moyo wangu unaumia sana. Kaka, nimefikiria sana. Nimekufuata ili tuweze kujadiliana kama tunaweza tukapata mtu ile nyumba tuiuze kwa ajili ya matibabu ya mama. Unamaanisha nyumba ya mama Jackie? Ndiyo. Najua mama alikataa kuuza, lakini hali yake sasa ni mbaya sana. Na sioni njia nyingine ya kupata pesa kwa haraka. Jackie, kwa hali tulionayo, huo unaweza kuwa uamuzi mzuri. Maisha ya mama ni muhimu kuliko nyumba. Lakini naogopa mama akija kujua kwamba nimeamua kuuza hiyo nyumba. Tutamueleza kwa upole. Tunachotafuta
ni kuuza nyumba tupate pesa kwa ajili ya kuokoa maisha yake kwa haraka. Vipi, nyumba ikiuzwa mama atakaa wapi? Kama nyumba ikiuzwa, mama atakuja kukaa kwangu na wewe pia unaweza kuja. Kaka, asante sana. Nilikuwa nimefika mahali sijui nini cha kufanya. Usijilaumu sana dadangu. Jambo la kwanza ni kutafuta mnunuzi wa nyumba tupate pesa kwa ajili ya mama apate matibabu. Basi ngoja nikusogeze na maeneo ya nyumbani ili mimi niendelee na shughuli zangu. Samahani Mama Tunda, kabla sijakupeleka kuna jambo muhimu nataka kuzungumza na wewe. Kuna nini Kamilimba? Leo Tunda kagoma kufuata shule na mimi. Amegoma? Ndio. Kwa nini? Anadai kuwa kuna siri ninazozijua kuhusiana na maisha yake lakini namficha. Na ndiyo maana hataki kuongozana hata na mimi. Tunda amesema hivyo? Ndiyo. Kwa maana ameonekana ni mtu mwenye hasira na maswali mengi. Na nimejaribu kumtuliza lakini nimeshindikanikika. Hii imenishangaza sana. Sikutegemea Tunda afikie hatua hii. Sema mimi nimeona nikujulishe mapema ili usije ukasikia kutoka kwa mtu mwingine. Asante kwa kunieleza. Nitazungumza naye kwa utulivu. Ninaamini kila kitu kitakuwa sawa. Akitulia na kuelewa ukweli. Hivyo ndio nilivyotamani pia. Sitamani akuwe na mawazo yanayomsumbua. Usijali. Nitafanya kila niwezalo ili kumsaidia mwanangu. Na vibweka wazi wazi yananiuzi mimi nachukwa. Kitikio ni ufani wa familia. Kumbe ni ufa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu. Ni ufa wa sakafu. Tuachane kwa amani, 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 tuachane kwa amani. Purchase your tracks today. Alisema mimi kufa kuzikana, sabona kijafala fundo tumeachana. Unafanya nini? Unacheza muziki ajabu na ngome za ajabu hapa sebleni. Hebu nikabae nguo huko. Rudisha ndio vitu. Baba. Nisikilize. Hakikisha kilichotokea hapa mtu yoyote asije kujua. Hakuna kitu kinachoweza kufuta hiki kilichotokea. Sikiliza. Nina uwezo wa kukupa chochote unachokitaka. Kama ni pesa nitakupatia. Ila tu hakikisha kati yangu mimi na wewe ibaki kuwa siri yetu. Penzi gumu kumengenya,
kila mtu anaruka ruka, wanashtuka na kumekucha. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti. Nisamehe mwanangu, laiti ningeweza ningerudisha siku nyuma. Ukuta wa sakafu, migoro ndani ya nyumba, malumbano kila kukicha. Suzi, nimeongea na kakaangu. Tumekubaliana tuuze ile nyumba ili tupate pesa ya kumtibia mama. Nataka kuuza nyumba kweli? Ndiyo Suzi. Afya ya mama ni bora kuliko hata ile nyumba. Jacqueline, kabla mjafanya hayo maamuzi, naomba unisikilize ushauri wangu. Ushauri gani huo Suzi? Usikimbilie kuuza nyumba Jackie. Kwanza twende kwa mganga Jackie, ukafanya uchunguzi kwa ajili ya afya ya mama. Unamaanisha nini? Jacqueline, kuna kitu hakiko sawa kabisa. Dalili za mama zimekuwa za ajabu sana. Suzi, unataka kusema mamangu amelogwa? Sijui kama ni hivyo, lakini hatuwezi kupuuza uwezekano huo. Jackie, mkiuza nyumba leo, kesho tutakuja kugundua tatizo lingine kabisa. Tutakuwa mmeshapoteza kila kitu. Suzi, lakini mama anahitaji msaada wa haraka. Ndio maana nasema tuchunguze kwanza Jackie. Kama kweli ni ugonjwa, tutatafuta matibabu. Lakini kama ni jambo lingine, tutalijua mapema. Sawa, lakini tusipoteze muda. Sitaki tupoteze hata dakika moja Jackie. Kesho asubuhi na mapema tunaenda. Sawa. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah. Gift, kuna nini? Na mbona upo katika hali hiyo? Kuna tatizo? Baba, kuna watu hupoteza vitu, lakini kuna watu wengine hupoteza furaha yao. Sijakuelewa. Unamaanisha nini mwanangu? Kuna nyumba huwa na kila kitu, lakini ikikosa upendo inakuwa tupu. Mwanangu. Baba, kuna watoto wanaolala kwenye magodoro mazuri, lakini ndoto zao huwa na machozi. Wakati mwingine mtoto achezi kwa sababu amechoka, bali kwa sababu moyo wake umechoka. Baba, kuna maswali ambayo majibu yake hayapatikani kwa maneno, yanapatikana kwa matendo. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi mimi, nachukua kitikio. Ni ufani Mke wangu, kipenzi changu, nina habari njema. Sasa kile tulichokuwa tunakitaka kinakamilika au kinatarajia kukamilika. Usiniambie bwana. Wakati natoka kazini nikakutana na Jackie. Akaniambia kwa habari ya kuuza nyumba ili mama apatiwe matibabu. Kwa hiyo nikamkubalia. Ile nyumba inauzwa ili apate matibabu. Hilo ndo tulikuwa tunalihitaji. Ameingia kingi mwenyewe, kama tupo kwenye mlima wa Kitonga tunavyoshuka sasa. Bwana. Hata kamwambia sawa. Yaani hiyo ndio habari nzuri nilikuwa natarajia nije nisikie mume wangu. Unaona? Na wao nyumba itakapouzwa inakuwaje? Ile nyumba itakapouzwa wao itabidi waje wakae hapa. Haina shaka. Wale ngoja waje wakae hapa. Ilimeisha ile mume wangu. Unajua sisi ndio kila kitu.
Vipi na wewe kazini? Ya, kazini uko fresh. Kazini uko nzuri, mambo mazuri. Nashukuru kusikia hivyo. Bala wewe. Hatari. Baba, naomba nikuulize swali. Niulize mwanangu. Mama bado nampenda? Mwanangu, bado nampenda mama yako? Kwa nini unauliza swali kama hilo? Kama bado nampenda, kwa nini hamyamalizi mambo yenu? Wakati mwingine maisha huleta migogoro na si rahisi kuimaliza mwanangu. Na pia nikifikiria jinsi ya kurudisha amani ya familia yetu, yaani nakosa hata pa kuanzia. Kwa hiyo bado natamani tuwe kama zamani? Sana mwanangu, na ningependa nyumba yetu iwe na furaha kama zamani. Ila sijui mwanangu nifanye nini ili amani irudi huku ndani. Baba, usikate tamaa, bado kuna matumaini. Mwanangu Tunda, unafikiri kweli inawezekana? Inawezekana. Nitazungumza na mama na nitamwambia unampenda. Asante mwanangu, maneno yako yamenipa moyo, na sikujua kwamba unaipenda familia yetu kiasi hiki. Mimi sihitaji kitu kingine baba, ninachohitaji kuwaona nikiwa na furaha. Kumbe ni ufa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu. Ni ufa wa sakafu. Shikamoo mjomba. Marahaba, Gift, jambo? Jambo, afadhali tumekutana hapa. Nilikuwa nakuja kwenu. Haya, kulikoni kwani? Nikuulize swali. Kwani mama yuko wapi? Mama yako ameenda kazini, Gift. Mjomba, kwani mama hataki kurudi nyumbani kuishi na baba? Nisikilize Gift. Hayo ni mambo ya watu wazima. Haupaswi kabisa kuyafikiria sana. Lakini mimi ndiye ninateseka. Mimi natamani kuwa na baba na mama wote wawili kama wenzangu. Kwa nini mimi sina hiyo nafasi? Mjomba, nipeleke nikamuone mama tafadhali. Nikimwambia baba atanizuia. Sitaki kuendelea kujifanya sioni haya maumivu. Gift, mama yako? Mimi nina miaka 8 tu. Lakini kila siku mnaniacha nibebe maumivu ambayo hata watu wazima mnashindwa kuyasema. Zigumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka, wanashtuka na kumekucha. Ukuta wa sakafu. O baba alimuhusia binadamu bwana. Wana maneno mengi sana ya kuzuazua. Wanadamu bwana ni wabaya sana. Wana maneno ya kuzuazua, wanabaya sana. Karibuni. Nyinyi mlijua figo ndio tatizo. Figo sio tatizo. Watu wamemfunika tu ili onekane figo ndio shida. Mnihangaika sana. Kulembe dawa imeshindikana. Uongo kweli? Unamaanisha nini mganga? Mama yako wewe hana ugonjwa wa figo.
Basi kinachomsumbua ni nini? Kuna kimvuli ambacho kilichowekwa juu ya maisha yake. Hayo sio maradhi ya kawaida hayo. Ni jambo lilofanywa makusudi tu. Nani amemloga mama yangu? Hilo swali hilo halipaswi mimi kujibu haraka. Kwa nini? Kuna sababu. Kwa sababu aliyofanya hivi sio mtu wa mbali. Ni mtu ambaye anojua familia yenu mmeanzia wapi na mmetokea wapi. Mtu ambaye ukimwona leo hamwezi kuhisi kwamba mikono yake ambayo iliyoficha sumu ya chuki. Na anataka nini? Mali. Mali? Na kabla hamjauza nyumba ile kupata hela matibabu, kaeni chini mjiulize swali moja. Kwa nini ugonjwa umeanza kati mali inazungumziwa? Msikimbilie kuuza nyumba. Huenda mnachotaka kukiuza hivi, huenda ndo ambacho anachotamani mtu fulani mama yenu afe. Mganga, unamjua alofanya hivyo? Ninamjua. Ila nikitaja jina lake leo, huenda mtu huyu akafanya jambo baya zaidi kabla mjajiandaa. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi mimi nachukwa. Kitikio ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufaa wa sakafu, ni ufaa wa sakafu.